kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu uliye juu? Kisha kwa Mungu, usinitese. Jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi 16. Akamjibu, usiogope, kwa maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Mungu wa madhabahu hii ya PIC alibariki neno lake. Somo letu la leo tutajifunza sana kuhusu tabia za mtu au tabia za mwanadamu na jinsi pepo zinazoweza kufanya kazi ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, chochote kile ambacho Mungu amekupatia kwenye maisha, amekupatia kwa ajili ya utukufu wake. Mungu amekupatia vingine kwa rehema zake, nyingine kwa fadhili zake. Kuna vitu ambavyo hukustahili kuvipata, lakini Mungu wa hii madhabahu ya PIC amekupatia. Hivyo ndani yako usijipe kichwa sana. Yamkini ukawa na kiburi au ukasema kwa sababu na vitu hivi tayari siwezi kumwabudu tena Mungu ama kumtafuta. Iwe ni uzuri ulionao, iwe ni kazi ulionayo, iwe ni biashara ulionayo, iwe ni ndoa ulionayo, iwe ni mchumba ulienaye, chochote kile ambacho unakimiliki ni Mungu wa madhabahu ya PIC amekupatia. Hivyo jua ni jinsi gani ya kuendelea kukaa na kutunza mbele zake. Usisahau kwamba ni Mungu amekufanya hivyo ulivyo. Hivyo vyote ulivyo navyo si uweza wako wala si nguvu zako, bali ni Mungu wa madhabahu ya PIC amekuwezesha kuweza kupata. Siku zote unahitaji kuwa na neno la Mungu kwenye maisha yako. Ukiwa na neno la Mungu, neno la Mungu linakupatia uzima. Andiko linasema neno ni roho na tena ni uzima. Hivyo kwenye maisha ya Mkristo yoyote ama mwanadamu yoyote yule anahitaji kuwa na neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu linakupatia uzima. Neno la Mungu ni afya kwenye maisha yako. Neno la Mungu linakufanya uweze kufanikiwa katika mambo yako yote, kwa sababu ni neno la Mungu ni taa na ni mwangaza wa njia zetu zote. Mwanadamu pasipokuwa na maji, pasipokuwa na chakula na akapata exchange ya hewa vizuri, hawezi kuwa hai, anapoteza maisha. Hivyo kiumbe chochote ambacho kimeumbwa kwenye huu ulimwengu, inamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo vinahitaji, ambavyo ni vya muhimu sana ili viweze kustahimili kuendelea kufanya nini? Kuweza kuishi. Na ndivyo ilivyo kwenye maisha ya Mkristo wa mwanadamu yeyote. Unahitaji kuwa na neno la Mungu kwenye maisha yako, likuongoze, likutawale, likufundishe, litufungue fahamu zetu, lifungue maisha yetu. Neno la Mungu likufungue katika jina la Yesu.